amedecide kuja studio tubonge. Welcome. Thank you so much. Kopagekon. Yeah. How are you? Niko mzima kabisa. Umetoka wapi? Nimetoka Saidia Laikipia. Uli land jana tulikuja saa 9 na producer wangu. Saa 9 ndio tukafika Kanairo. Karibu. Yani umejitolea hadi ukakuja all the way na Jose ungekuwa umelala. Vibaya sana. So I'm so excited to have you in studio because nilikudiscover like most people on TikTok. But mimi natakujua story yako. Before tukuone uko viral. Ulitoka wapi? Wewe ni nani? Kopagekon ni nani? Kopagekon sasa ni mzaliwa wa Eldoret. Yes. Huko ndio nimelelewa. Alafu sasa home ni Matunda. Saidia Kitale sasa. Okay, lakini so in Laikipia niko napiga automotive engineering huko. Okay. Under NYS sasa. That's so crazy. Umemention NYS. Wase wengi wanakuananga na uniform. But hawajuangi kama hiyo ni costume ama ni ukweli uko NYS. Niko NYS. Na alafu nilikuwa nakwambia NYS like wase wanaingianga NYS kujitakia. Ulijipataje NYS? Kwanza vile nilimaliza high school. That was 2018. 2019 nikakuja Kanairo kidogo. Life ikanipeleka mbio. Nikatoroka tena nikarudi mtaa. So kurudi mtaa ndio sasa that the moment sasa niliingia NYS sasa. Ulikuwa unatafuta nini NYS? Ukienda NYS unaendanga kufanya nini? Kwa wale watu tunasikianga tu NYS, tunafikiria ni wase wa vita. What happens at NYS? NYS first of all unaingia paramilitary training. Which is 1 year. Like ni military like unafanyishwa tizi za military. Ni hivyo ndio inaitwa paramilitary training. So unaingia paramilitary for 1 year. Ni lazima tu si rahisi na si ngumu. Ni nini you happen kwa hiyo paramilitary? Nikiwa ndo military mnafanyishwa manini huko mkifanyishwa hiyo military? Kuna program yake tu huko, kuna kuamka karibu na asubuhi, si asubuhi. Mnaamka saa ngapi? Karibu na asubuhi ni saa 8. Alafu nalala karibu na usiku. Hiyo ni karibu saa 5 huko saa 6. So hivyo ndio ina operate tu. Okay. Na mtu yote anaweza ingia NYS? Ama kuna qualifications? Qualifications ukue Mkenya. Ukue umemaliza form 4. And then ukue physically fit. Hiyo sasa ndio mandatory kabisa. Okay. Na umekuwa NYS for how long? 5 years. 5 years. 5 years. And then now music, right? Because most people discovered you doing music. So how do you find yourself at NYS doing music? Mimi naona it's a great pleasure because manze nimekuwa napewa support manze. Lakini music iko imekubali because nimeanza kusing since nikikuwa standard 5. That was my first time nikiingia studio. Class 5. Class 5. Wewe. Class 5 ulikuwa unaandika mawimbo? Vibaya sana. Ulikuwa unaandika mawimbo zinakaje? Hiyo time nilikuwa naandika love songs. Cause Class 5? Vibaya sana. Cause hiyo time nilikuwa naandika ma love song. Okay. Cause kopa inamaanisha upendo. Hata sikuwa najua hivyo. Kopa. Wewe ndio kopa yangu. You're my love. Mimi ndio upendo sasa. Okay. So ulikuwa unaandika mawimbo unazishelf ukaingia studio? Sasa standard 5 ndio nikaingia for the first time. Na ulirecord wimbo inakaje? Unakumbuka hiyo wimbo? Nakumbuka vizuri. Ilikuwa inaendaje? Ilikuwa inaitwa lakini kesho we will know everything. Mzazi akaniambia hakuna vitu unaimba. Hii weenda soma. Hii utaifika mahali. Lakini uliendelea kuandika siku 6. Siku 6 nilizidi kuandika na kuandika na kuandika. And I'm very proud kabisa. Okay. Ukiandika mawimbo for example kwa msee mwenye ajui kuandika wimbo ni nini, what it entails. What is your process ya kuandika mawimbo? I'm sure you've come a long way kutoka class 5 ulikuwa unaandika hizo mawimbo hadi sasa. What's your process like ukidecide okay nataka kuandika wimbo? What's your process like? Most of the time mimi situation ndio inanidrive kwa ngoma. Wacha freestyle. TikTok mimi upiga freestyle tu. Freestyle lakini sasa real song mostly ni situation mimi unisukuma na mood. Ngoma inaenda na mood. Na unatoa wapi maneno? Unajua hiyo pia msanii anaweza jiuliza cause inakani kama ni rahisi until uandike cause hata mimi huandika mawimbo na sometimes hujiuliza unapata hiyo block unasema asante natoa wapi maneno. Yani for you is it natural? It's a natural thing to write? Mimi mpaka hata naota. Naweza lala nimeota ngoma nitaandika nitaamka niandike. Wow. So iko tu ndani tu. Hii music iko ndani yangu tu.
Okay. And now we discover you through Kalenda ya Mungu. Iyo Kalenda ya Mungu mimi ilinipata TikTok. Nikasikia ngoma nikasema what unani alafu hakuna mse alikuwa anajua like ilikuwa tu viral kabisa. Alafu nikaisikia nikasema what, this is a Kenyan song, the sound is very international, right? The voice is also very refined. So ngoma uliandika, apparently uliandika ukiwa class 8. Hii song niliandika nikikuwa standard 8. Nilikuwa nimemaliza, so that time nilikuwa nimevunjika mkono cause napenda football. Yes. So hiyo time nikaenda na Madheo C. Kufika na Madheo C tulikosa 20 bob ya kitabu. Okay. Ile nilikuwa naenda kufanyiwa physiotherapy. Yeah. So venye nikakosa nikaambia Madhe, kuna doctor hapo alituongelesha tu rough. Ikaniuma mpaka Madhe akataka kulia, nikaambia tu Madhe siku moja Mungu atatubadilishia story. That song sasa niliandika that time. Like the full song ama concept? Niliandika full song hiyo time. Sasa lakini nile hiyo time sasa sikuwa na do ya studio. Cause ndio nimemaliza class 8. Mzazi ndio huyo anasema wewe soma, acha mambo mingi. Venye iko ndivyo uliandika? Ilikuwa hivyo tu. Umesema kwa mabaya, umetukana majina mabaya, umeombewa mabaya, I remember God will never forsake you. Okay. Nilikuwa nishaandika kitu. Yani by class 8 tunaandika ngoma serious hivyo? Sikujua kama ni serious. So nimekuwa nikiuliza wasee wenye wanatusikiza about ingoma because it's your most viral song and this is what they have to say. Nataka usikie kenye review ya wasee. Yeah. Right, Emmanuel, Kalenda ya Mungu is one of your best songs. It's one of my best songs. Do you remember the first time ulisikia ngoma ulikuwa wapi? I think nilikuwa nafanya high school. Ulikuwa high school? Yeah, nilikuwa form 4. Kwani umemaliza juzi? Yeah. So hiyo ngoma ilikusaidia at least ukiingia KCSE ulikuwa unasema kalenda. Yeah, because they say that God's time is the best. Yes, God's time is indeed the best. So what do you want to tell him? He inspired a lot of people. He inspired a lot of people. We have someone else on the line. From Mount Elgon. Finish the lyrics, Kalenda. Yamundishia kama ya mwanadamu. Huyo msanii anaitwa nani? Kopa Gekon. What do you have to tell him? Anakuja studio. Tell him something. Yani ngoma yake iko tu fiti. Napenda hiyo lyrics. Unapenda lyrics zake? Yeah. Oh, shout out to you. Thank you so much for calling. Ukisikia wasi wakiongea hivi, how do you feel? Inanipea motisha sana. Sikuwa naamini because imagine being in industry nimekuwa naimba in 9 years. Yeah, seriously. Seriously, I've been recording na watu wako wanani identify. Yeah. Mpaka hata mtatu. Sasa hii kalenda, Kalenda ya Mungu. Mimi nilifeel alafu siku hizi ukitembea tao kila mtu anaicheza. Today when I was home preparing to come to work, there was a party, ingoma ilicheza. Like this song is absolutely everywhere. Let's get into it. Tuicheze sasa, ndio. Before we can get into Gibbsy, let's get into Kalenda ya Mungu by Kopa Gekon. Umesomwa kwa mabaya, umetukwa majina mabaya.